Sisi kama taasisi yetu inajihusisha na utoaji wa elimu ya kijinsia na maadili. Elimu ya kijinsia inatutaka tuweje tunapokuwa tukiwa kazini, tukiwa shambani, tukiwa masomoni, tukiwa ofisini, tukiwa sehemu yoyote ile. Na maadili yanatutaka sisi tuweje, tuact vipi tunapokuwa kazini. Maadili yanatutaka tuact vipi tukiwa darasani, yanatutaka tuact vipi tukiwa tunazungumza na wakubwa zetu. Maadili yanatutaka tuweje tunapokuwa ndani ya taaluma zetu. Maadili yanatutaka tuweje tunapokuwa ndani ya misukosuko na mizigo ya maisha. Maadili yanatutaka tuweje ya Kitanzania tunapokuwa tunakutana na changamoto ngumu zisizokimbilika. Maadili yanatutaka tuweje tunapokutana na ugumu wa hali ya maisha. Na maadili haya sisi yanataka tuweje kwenye kuzungumza, kuvaa, kutembea, kucheka na vitu vingine vyote vinavyohusiana na maadili. Na ndiyo maana Jamii Hapa ikaja na kitu ambacho inahusika nacho, utoaji wa elimu ya kijinsia na maadili, kwa sababu palipo na ushirikiano mzuri maana yake kuna maadili yaliyo mazuri. Palipo na ushirikiano mbovu maana yake hata maadili ya pale ni mabovu. Hivyo kukawa na haja ya kuwa na kusudio hilo. Na nje na utoaji wa elimu hiyo ya kijinsia na maadili, vile vile Jamii Hapa inajihusisha na utoaji wa elimu ya kujitegemea kwa vijana wa Kitanzania na hata watu wazima zaidi ya vijana. Tunafanyaje? Tuna majukwaa tofauti ya mitandao ya kijamii ambapo tunakutanisha vijana pamoja, tunajadili nao pamoja changamoto wanazopitia pale wanapokwama, kipi wanahitaji wakifanye. Hususan kwa sasa hivi ukiangalia wimbi kubwa la vijana ambao tunao, kundi kubwa ni wanazuoni na vijana wengine ambao wapo vyuoni, na hata wale ambao tayari wameshahitimu na wengine tayari wapo kazini. Kuna changamoto ndogo wanakuwa wanazipitia, sisi tunakuwa tunawasaidia kuzitatua. Hata ambapo tunakuwa tunashindwa sisi kuhusika moja kwa moja kwenye kuzitatua, sisi tunawaunganisha na watu ambao wanahusika moja kwa moja na kuzitatua, kama wanasheria, wataalamu wengine tofauti na sisi, ili hali tu mradi huyu mtu anapata msaada kupitia sisi. Huyu mtu anapata msaada kutatuliwa jambo lake kupitia sisi, na ni bure kabisa. Hakuna fedha ambayo tunakuwa tunamchaji kwamba bwana ili huduma yako au kitu chako kiweze kufanikiwa inabidi tupatie fedha hii, isipokuwa pale itakapobidi kwamba bwana mimi nahitaji hiki kitu, labda nifundishwe nikifahamu zaidi. Hapo ndipo ambapo tunakuachia mtu mmoja basi anakuwa busy na wewe, basi utakuwa unatoa chaji ambayo wewe binafsi unataka kujifunza. Lakini kwa kitu ambacho unataka kusaidiwa unafanyiwa. Kwa nini chaji? Unaweza kujiuliza chaji inakujaje? Hii chaji inafanyika kwa sababu hii chaji inatusaidia kurani activity zetu. Hii chaji inatusaidia kwenda kutembelea watoto katika vituo vya kulelea watoto wanaoishi mazingira magumu. Hii chaji inatusaidia kuendesha hata mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu bado hatujawa sisi na vyanzo vya mapato vikubwa vya kuweza kuendesha mitandao yetu ya kijamii. Kama inavyofahamika, inahitaji kupata wataalamu, inahitaji kupata bando la kuweza kuposti na kufanya engagement na wafuasi wengine na vitu vingine kama hivyo. Nje na hizo pia Jamii Hapa inafanya kitu kinachoitwa mtu kutambua yeye ni nani na anatakiwa aweje ndani ya jamii yake na umzunguka, ili siku akiwa hayupo jamii iendelee kumtambua vile vile, kwa sababu tunatakiwa tuishi. Baada ya kuishi tutaondoka. Tukishaondoka nini tunakiacha nyuma? Hii ni moja kati ya shughuli ambayo Jamii Hapa inaifanya. Mtu kutambua nafasi yake, mtu kutambua yeye ni nani, mtu kutambua ni kipi anapaswa kukifanya ndani ya jamii chenye mchango mpana, kwa maana mchango chanya ndani ya jamii yake. Kwa sababu mwisho wa siku sisi tumezaliwa, tunaishi kwenye mawazo ya watu ambao walishaondoka, ila bado mawazo yao yanaishi na sisi tunayaishi. Na je, vipi sisi dunia tunayoishi sasa tutakapoondoka tunaiacha katika hali gani? Na ndio maana Jamii Hapa kaona kuna umuhimu pia kumsaidia kijana wa design hii, kumpush na kumsukuma pale ambapo anakuwa ameishia.